Mimi ni mkaji wa National Housing na mimi ni katibu mkuu. Kwa majina naitwa Dominic Miguna. Mimi ni tunapeana ujumbe kwa watu wengi, sio sisi sasa. Kwa majina naitwa Dominic Miguna. Mimi ni mkaji wa National Housing. Nimeishi hapa kwa miaka kama 25. Tumepata shida hapa na landlord wetu ambaye ni National Housing. Juzi tumepewa barua na notice iko hapa. Notice is dated 12 May 2026, but we got them on 14th. Now what we are contesting ni kwamba State Department of Housing and Urban Development are using NHC to evict us. In the previous time they came here to do affordable housing. As you can see, nothing is going on here. Vile wanasema youths wanapata employment, nothing is going on here. Now again they have come to evict us. The notice is too short and they are claiming that they gave us a new lease agreement which we have challenged in court. So cleverly they were introducing new lease agreements just as a way of evicting us. Hapa tuko na watoto ambao wanaenda shule na watoto wameregister for examination. We don't know what will happen. Nyumba ambazo wanataka kutu evict ni nyumba 170. Ukichukua kwa kadri ya nyumba moja watu watano, hiyo inakuja jumla ya familia 850. If this government is seriously wants to implement its policies, each and every policy has a regulations. We are seeing instead of doing affordable housing, the government is doing affordable demolition. This should stop forthwith. Tunaomba PS Charles Hinga to come here and address this issue. Manake muda wetu unaenda ikiyoyoma. Asanteni sana. Muda ni mwezi moja. Sisi hatutaki hata muda. Manake tayari affordable housing imefail hapa. So it is very clear we are being evicted. Naelewa? Na katika eviction pia kuna laws ambazo watu wanafuata. You see? Yeah. Hapa kwa mfano hata project yenyewe pia they have not done environmental impact assessment. Nobody knows whether they want to build a mortuary, a go down. We don't know. They purported master plan. Nobody has seen that document. So they are infringing right to information. That's number one. Number two, no public participation has been done. Hakuna mtu hapa ameulizwa akasema ni nini, even and without public participation and environmental impact assessment, the mitigations cannot be made. You see, already the negative effects before even the project commence is glaring, very dangerous. Yeah. So in 2 minutes, wakaaji hapa wanasema iwapo kuna miradi inataka kufanywa, sheria ifuatwe. Na sheria ni mojawapo zile ambazo nimetaja. We are taxpayers and mark you in this estate, these are government houses. Some of government employees are staying here. They are paying levy, affordable levy in their payslip. Wanakuja tena bado wanalipa rent. So it is a double taxation. One person is being taxed affordable housing levy, the same person is paying rent, the same person is staying in government house. So these are the issues that the government should come out to address. Yes. Naitwa Evans Rajoro, mimi pia ni mkaji wa hapa na pia ni official wa Nahoya. Ile tunasema ni kwamba National Housing wametuzoea. Kwa sababu unaona wamepeana notice kama sasa hivi wanaandika notice ya arrears kwamba ulipe arrears. Wewe mtu mmoja tena unaambiwa utoke by 30th. Sasa unashindwa utalipa arrears ubaki hapa ama hiyo 30th. Hatujui what is happening. In National Housing kwani ni 2 in 1. That is one. 2, barua ambayo wamepewa ya eviction haisemi anything kwamba nyinyi mtapewa mkitoka hapa mtapewa nyumba mbadala somewhere. Hakuna ama any compensation hakuna. Nyinyi mwambia tu nyinyi tokeni by 30th muende. Na vile mtangulizi wangu amesema, hapa St. Lwanga Primary School kuna watoto ambao wanaishi na ulemavu. They are special kids. Hatuwezi tukatoa tu leo na in the midst of the term
tutafanya nini vipi na watoto kuhamisha kupeleka kwa shule zingine. Kwa hivyo sisi tunawaambia serikali hatukatai affordable housing, but sasa vile wanakuja tuna shauku mbaya sana, na hata watoto wanaishi na trauma kwa estate. Wakisikia tu national housing, alafu the worst of it hii wanakuja kama wezi, hata kama hako kwa nyumba wanavomoa nyumba yako, wanakuja na mlango nyingine wanachoma, na hiyo imeisha hivyo. So sisi hatusemi kwamba nini, kama mtu ako na rasa meni, there is a way, na sisi tuanza kuishi estate leo, tumeishi miaka na mikaka na tukatai kulipa. But sasa wewe uwezi kuwa family, mtu ameenda bara na bibi yake na watoto wake, na wewe unakuja unavunja mlango wake seriously. Kuna wakati walifanya hivyo, mtoto mmoja akafa ndani ya ninio. Nyinyi wakazi wa national housing mnajua. Mmoja akafa, mtoto alikufa hapa ndani. Sasa tena naona hiyo tabia wameanza. Tumeambia kama kuna mtu hayuko kwa nyumba yake, tafadhali ngojeni, what's the hurry? Na huyo mtu atakuwa hapa tu. Wewe kama babako ulikuwa anaishi naye hapa, baba ameretire ama amejenga somewhere, amekuachia nyumba, hawataka hata kuachia mtoto wako, wanataka walete watu wengine ambao washawapatia pesa huko nje waingie kwa hizo manyumba. That is what we are condemning. Ni hayo. Asante. Ukipata mama mwingine, mama. Jenda moja. Jenda. Sauti ya mama. Kijana. Mwanamke anaongea kwa mbali. Agenda. Haya. Yeye katikati. Songa hivi madam. Sisi kwa majina naitwa Marion kazi wa National Housing. Sisi kama vijana hatukatai affordable housing, but is this really affordable housing or affordable demolition? We want a way forward. Tukitoka tunaamba tunatoka kwa hizi manyumba, where are we going next? We want that structure. Tunapelekwa wapi? You cannot just come and handle us, you mishandle us without public participation, without nothing. We don't know what is going on. Tunapewa tu barua, we are being served tutoke within less than 30 days. This is just unjust. So we need a way forward. Kama vijana. Asanteni. Kwa majina naitwa Eric Pamba na mimi ni mkazi wa hapa National Housing, nimezaliwa hapa na nimelelewa hapa. Kitu tunaweza ambia serikali kuu, kuna kitu inaitwa dignity, heshimu mwananchi. Hatukatai maendeleo, tunataka pia sisi ya maendeleo. But kama hujamaliza mradi, hii land yote, mkiangalia zote, hii land yote inakuwa hata msitu. Mbona hata msijenge hizi kwanza ndo mkuje mtoe kwa nyumba zenye watu wanaishi? Hata kama nataka kutoa mtu kwenye anaishi, simpate hizo right procedure. So unapata wana treat binadamu kama mnyama, kama kitu kingine. We just want to be dignified na to treat dignity. Shukran. Mama. Abdurrahman, mkazi wa National Housing Estate kwa muda wa miaka 40. Mimi ombi langu ni moja tu kwa serikali. Tumekubali affordable housing, lakini shida ni kwamba muda tuliopewa ni mwezi moja. Number 2, mnatuambia tuwaimbie watu mambo ya two term. Leo huyo ambao unataka kupigia kura tena unamtoa within a month. Surely ni kura hiyo tunafanya vipi? Naomba tu serikali tusaidie, itupatie muda tujipange. Asanteni.